Kwa sasa nadhani wanachosubiri ni uje kwao, kwa ile tunasema ni public participation, na watakuwa wanatoa maoni yao rasmi sasa kwa serikali iweze kunakili maoni yao kwa kina kabisa. Na rudisha studioni, lakini niseme asanteni sana kwanza kwenu kwa kutenga muda wenu na kuwasili hapa na kuweza kutoa maoni yenu kuhusiana ili gumzo kwa mambo kuhusiana na huu mswada wa fedha wa mwaka huu. Wasiwasi wao ni upi? Wameweza kueleza mengi, na kikosi kizima nyuma ya kamera kikiongozwa na MC Dan the Hype kulingana na uwezo. Kuna trilioni 1 ambayo inasimamia madeni, trilioni 1 inasimamia masuala kadha kadha ikiwemo mishahara. Kwa hivyo serikali inaishi kulingana na uwezo wake kweli, ama ungepata fursa ya kumpatia wasia, ungepatia nini? Wasia upi? Nataka kusema kwamba hii loophole wanasema serikali inataka kufunika, ambao pesa inapotea. Hii loophole ni President William Samoei Ruto. Huyo ndio loophole. Kwa sababu nasema hivyo kwa nini? Umesikia hapa wanasema how comes as a hivyo kwa nini? Umesikia hapa wanasema how comes as a country as poor as we are, maskini. Wafanyikazi wengi sana katika kaunti ya Nakuru ambao wanakufa bila kupata pesa, hizo pesa ni ya nini sasa? They don't pay them. Kwa hivyo msikue watu wa ulimi mbili, ukinasema hivi unasema hivi, kuhadaa wa Kenya. Mkue watu ambao wa Kenya wakisikia mkiongea, wa Kenya wanasema ya kwamba tumeamini hao mmesema yatafanyika. Number 2, wanaposema wanatolea ushuru watu ambao wamezeeka. Ukiangalia schedule 5 of exemption tax, kuna vitu zinaitwa bila kupata pesa. Moja ambao upo ndani ya serikali, ungeiambiaje serikali katika kuhakikisha kwamba inapunguzia Wakenya mzigo? Nitakuwa wazi kabisa. Na niseme kuwa Wakenya unajua tunile akili the fixated brain. Yaani kwamba mmesema rais ni muongo, lakini hamtaki kutoa akili zenu hapo kwa sababu mshafikiria ni muongo na hamtaki kuona the positive things amefanya. Rais bado tumpatie muda. Sasa ni 2.5 years into since akuwa elected. Amepata madeni. Sasa tunajaribu sasa kuachana na zile external debts ndio at least tukue ile domestic borrowing. Na hili swala la bajeti, wewe maoni yako ni yapi, hususan vile ulivyoisoma, vile ulivyoiona, maoni yako ni gani? Yani sasa kuhusiana na hizi fedha ambazo zimetengewa kama vile kurembesha ikulu kadha wa kadha, masuala ambayo Wakenya kidogo hawajapendeza, ungekuwa na lipi la kusema? Bado finance bill inapigwa msasa bungeni. Na kwa hivyo tuna maoni yetu kama Wakenya kupatiana. Ukingoni, na washukuru sana kwa kuja kuzungumzia masuala ambayo yanalikumba nchi, na vile vile Ukingoni, na washukuru sana kwa kuja kuzungumzia masuala ambayo yanalikumba nchi, na vile vile swala zima tu la mswada wa fedha wa mwaka 2025. Mimi ni Busara Nama, naondoka, lakini nampisha Theo Masharia atupatie maoni ya Wakenya ambao wamekuwa wakizungumza nasi mitandaoni. Kwako Theo. Friends of that Busara Nama, na kwa kweli maoni yameendelea kutiririka katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na X @K24 TV, na hata zaidi katika mitandao yetu ya Kameme TV. Tunaongelea mtandao wa X na pia Facebook, na hata zaidi katika mtandao wetu wa WhatsApp. Kumbuka swali la siku ya leo ambalo tulikuwa tumeuliza ni je, una wasiwasi gani kuhusu mtu wanatengeneza sheria kana kwamba hawajui mateso tunayopitia? Na wakati hapa sasa tunachukua mapumziko mengine mafupi, tunaenda kuwapisha the 9 PM English team being brought in by Linda Koskei. To you dear viewer, many thanks for sticking with us. We are taking a short commercial break. See you on the other side. The conversation continues here on the People. Nyenzo za upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811 *620#.